kwambia. Kujikwamua kimaisha kunawezekana, umenelewa? Imradi tu ufate masharti. Umeona, hakuna linaloshindikana chini ya jua. Imradi ni kwamba tu tunachelewa kupata kile tunachokitaka kwa ajili ya vifungo na kutokujielewa. Kwanza, kama unaishi nyumbani, wewe unaishi nyumbani, nyumba ya familia, umepewa chumba, pangisha iko chumba, weka mtu katafute, chukua hiyo kodi, nenda kapange sehemu nyingine. Anza kujisafisha na dawa. Umeona? Na kama unaishi hapo, hakikisha unakuwa unawasha udi, unawasha na maubani. Tumia ubani zura, tumia ubani manemane, tumia ubani maka. Unachanganya pamoja, unatia nia zako, unachoma umo ndani unapokaa kwenye nyumba za familia. Kama unakaa kwenye nyumba za familia, jitahidi sana unawasha udi kila leo. Umenelewa? Unaongea, unaleta ulinzi, unafungua mambo yako. Na pia unakuwa unakoga dawa za kujisafisha. Lakini ukishaanza kupata pesa imekaa kwenye mfuko, toka nyumbani kwenu, nenda kajitegemee, nenda mbali na kwenu. Huko ndo maisha yako yatapoanza kufunguka. Usiogope mwanadamu kuanza upya. Usiogope kujitegemea. Kumbuka adui hayuko jirani. Adui yuko ndani kwetu. Adui yuko katika familia zetu. Adui yuko katika vizazi vyetu. Usimtafute mchawi kwa jirani. Jirani anakupeleka Ulaya bila visa, lakini adui mkubwa kabisa ni familia. Umeona? Kizazi, mjomba hataki mtoto wa dada afanikiwe. Dada hataki mtoto wa mjomba afanikiwe. Inakuwa ni uchawi wa familia kwa familia. Umeona? Hivyo vitu vyote Mwenyezi Mungu hajaumba. Na ukisema kwamba nitapataje hizi dawa, nitapataje huduma? Huduma unaipata. Nakupa huduma unayoitaka hata kama uko Ulaya, umenelewa kitu kimoja. Na kuelekeza madawa yapo. Umenelewa? Na kuomba mwanadamu usikate tamaa. Haya ni maisha. Lakini pia jaribu kufunga mdomo wako sana, kwa sababu hujui unayemwambia ya kwako anayachukua na kuyapokea vipi. Wewe unamwambia leo mafanikio yako, kesho haya mafanikio yako hayatimii. Unategemeaje? Kwa hiyo jifunze sana kufunga mdomo wako, jifunze kuyameza